tujapokuwa wajinga hatutapotea, 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 tujapokuwa wajinga hatutapotea. Ni mbali nilikotoka, ni mbali nilikotoka. Mbarikiwa unayemwona leo, ni mbali alikotoka. Mbarikiwa unayemusikia leo, amesuguliwa na mengi. Acha niseme nilikotoka, acha niseme nilivyoanza. Mwaka 2000 ndipo nimeokoka. Vijana wenzangu wa kule Kasanga walitapika kila waliloweza. Omba udharauliwe na kabila lingine, usidharauliwe na Mnyakyusa. Ana maneno ya kejeli, akikusemea unaweza ukajihisi ni kama umejinyea. Na kawaida yao hawasemi pembeni, wanangojea penye kundi la watu, wakutane misibani au vijiweni. Hapo ndipo nasikia anainua sauti, umwana uju aremere roruro unengaba yuri kupinduka kule mara wa umwana uju ase unengandema bikurokoka balema. Na kijiwe chao ni pale Ntuso. Sasa niende nikawatazame, mara unasikia mjanja yule alisha kwenda, dada yule aliyekuwa ni kimoge naye alisha kwenda, na waliosalia wengi wamejegejana. Hata kama wamenenepa wengi wamejegejana. Mjinga nimezidi kupendeza, nende majo nengari ndiko kukisumwe. Tujapokuwa wajinga hatutapotea, tujapokuwa wajinga hatutapotea, tujapokuwa wajinga hatutapotea, tujapokuwa wajinga hatutapotea. Taratibu mambo yalianza kugeuka, ghafula tu pesa tukanza kuja. Nikafungua kaduka Tukuyu, lakini baada ya muda mchache Mungu kaona akili yangu yote imegeukia kwenye zile pesa, akatengeneza ugumu kila kona. Kwanza ugumu wa roho yangu, kanisani kulikokuwa kuna ubiriwa habari zinazoponya roho yangu, zikaanza kuhubiriwa tu sadaka na mafungu ya 10, na mwisho wake zikawagonganisha hizo. Kila mtu akawa anataka pata zaidi. Niliponya wakanitia juu, wewe mtoto mdogo kabisa, utatuambia nini? Fanya tunachokuelekeza, usipofanya utakufa, utapasuka. Nikasema no, sitafanya. Hatulilani lana impati mtu pasipo sababu, watu wote wakategemea siku yoyote linanipata baya. Hata mchungaji aliyekuwa akiniongoza naye huyu akategemea hivyo, lakini kwa ujasiri bila kuogopa laana ya mwanadamu nilisema, hizo pesa mnazozihubiri tafikiri mumefiwa nazo, sitawagonganisha vibaya. Na baada ya muda wakaanza kupelekana ovyo kwenye vituo vya polisi. Ndipo
mmoja aliposema kweli Mwakipesile ni nabii. Nilipoona hivyo nikasema ngoja nihame niende Dar es Salaam nikafungue duka Kariakoo. Nilipofika hapo Kariakoo, wote waliosema njoo waligeuka. Pesa kidogo niliyobaki nayo nikaanza kuzunguka kwa mitume na manabii, eti waniombee watoe laana na mikosi, na kabula ya kuombewa eti kwanza nimguse Bwana wao. Na wao wakachukua zile chache zilizokuwa zimenibakia. Uzuri nilikuwa tayari nimekwisha kujenga kajumba ka vyumba viwili. Humo nilimwita Bwana, kwa nini yote haya yametokea? Akanijibu, nataka unitumikie, takupeleka kwa mtu akufundishe, ili uwe na kazi ndogo itakayokupatia chakula na mavazi, na baada ya hapo ujifunze kuridhika. Nilipoanza maisha ya aina hiyo, ndipo tulipokutana na wale wakinga tuliokuwa na maduka nao pale Tukuyu. Wakasema, wewe ndo maisha gani hayo, na wewe kuwa mjinga wewe, ujaona waliokoka wewe kuwa wote ni wajinga wewe. Na mifano wakaniwekea, wakanionyesha wavivu wa kazi wanaosingizia kuwa tumeitwa. Ona huyu naye aliacha kazi hivyo hivyo kwa kusingizia hivyo hivyo mnavyosema tumeitwa. Nyie sasa niende pale Tukuyu nikawaone matajiri wenzangu, wengi wao nywele zimepenyuka, wengi wao walishalala. Nendema ngari ndiko, nendema ndindundururu. Kwa sababu hiyo ninajifyaturania zaidi. Tunapokuwa wajinga hatutapotea, tunapokuwa wajinga hatutapotea, tunapokuwa wajinga hadithi yangu ni ndefu, maelezo yangu ni mengi, lakini ngoja nimalizie kilichoendelea baada ya hapo. 2009 nilianza kuhubiri kwamba Mungu anataka moyo uliopondeka, wala hataki sadaka ya mwenye dhambi. Hapo maaskofu na wachungaji, hapo manabii na mitume waliunganisha nguvu, kila mtu aseme lake. Huyu alisema utakufa masikini, huyu alisema umekuja kutuharibia. Na baadhi ya vijana niliyowahubiri nikawambia, ili muhubiri lazima muwe na kazi zenu za mikono. Nao walisema huyu ni mkoroni, wakakimbia. Wakasema hautakuwa na washirika, wakasema hautakuwa na wafuasi. Nilisema potelea pote, lino nendema ngwenda nkabyuki, lino nendema ngunyera na mundege. Uzima usiseme, amani usiseme. Zamani mulisema ni mujinga, lakini sasa munasema analinga, na wengine munasema ni muchawi. Nikiona haya ninaona una sababu ya kujifyatura zaidi, ili niwe mjinga zaidi, ili njende mafijo. Niliyopitia najua wengi mmepitia, yaliyonikuta najua wengi yaliwahi wakuta. Sasa tuungane tufurahie
ujinga wetu, tuseme tujapokuwa wajinga hatutapotea, tujapokuwa wajinga hatutapotea, tujapokuwa wajinga hatutapotea, tujapokuwa wajinga tujapokuwa wajinga, tujapokuwa wajinga, tujapokuwa wajinga, tujapokuwa wajinga, tujapokuwa wajinga, tujapokuwa wajinga, we tujapokuwa, tujapokuwa wajinga, mwe wajinga, njoni sasa tuungane, tuseme asante Mungu kwa kuacha ujinga uliotuacha tukawa salama. Ubuleke ubulema ubutuperie tuje balema rero tujeko kukisu abamara bose bifufurike wajinga, twendeni tuseme sasa asante kwa nguvu. Asante, 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 asante Baba, asante Baba, asante. Daga mwike, daga tata, daga kangosi, utondwa urwara, daga Baba, daga Baba, asante, asante Yesu, asante, 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 asante Yahweh, asante, asante, asante Yahweh, asante, daga Jehova, kulema ubu bulekile makiso daga. Njia ngumu lakini haina majuto. Ni njia wenda wazimu lakini haina majuto. Bali kwa peke yako ni kwa muda tu. Bali kutengwa na jamii yako ni kwa muda tu. Imeandikwa, atakayevumilia hadi mwisho atauona wokovu wa Mungu. Ni kweli, ni njia inayopasa tuvumilie. Nimetoka mbali. Haleluya. Nimetoka mbali. This is the real story. Ni taarifa ya kweli. Ndio maisha yangu. Hata hivyo ni fupi kuliko uhalisia. Tumeishi miaka mingi sio na uungwaji mkono wowote. Lakini hata hivyo tuiamini hatutapotea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Usiangalie tu watu wangapi wanakuunga mkono. Wakati mwingine angalia picha unayoiona mbele yako. Ukiona haujapotea usigeuke. Ukiona haujapotea usibadilike. Ni vigumu sana ukaishi kwa haki ukapata watu wa kukunga mkono wengi. Njia ni nyembamba nayo imesongwa. Waionao ni wachache. Kile njia ni pana yendayo upotevuni. Nao waendao ni wengi. Njia ya imani haitakuwa na uungwaji mkono mkubwa, lakini haina majuto ya baadaye. Heshima na sifa hii tulionayo sio kwamba ndio tufanya haya. Yaani hata sasa bado tunaitwa tumepotea. Haleluya. Mpaka sasa bado tuko kwenye fungu la waliopotea. Lakini bado hatutapotea. Ndio. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bado hatutapotea. Roho yupo, Mungu yupo. Na anajua hatuna biashara nyingine yoyote isipokuwa ya kusafisha roho zetu. Hatufanyi kwa sababu tunapigia debe makanisa yetu. Tunafanya kwa sababu ndo njia ya kuwa safi mbele zake. Haleluya. Na ndio tunahubiri, wanaohubiri makanisa yajaye. Kuna watu tunaohubiri kwa sababu ndio agizo linalotufanya Mungu atuhesabie haki. Kwa hiyo waje wasije, ndivyo tunavyoishi. Haleluya. Watupende wasitupende, ndivyo tunavyoishi. Kitu kimoja ninachokuhakikishia, kokote unakokwenda, tujapokuwa wajinga hatutapotea.